عباد الله، انتهى شهر رمضان كأي شيء ينتهي، رحل عنا كأي شيء يرحل. هو شهر عزيز، وكم من عزيز ودعناه، وفي قبره وضعناه، وتحت الثرى واريناه. هل غابت الشمس؟ هل تخلف القمر؟ هل أمسكت السماء؟ هل أجدبت الأرض؟ كلا ثم كلا، وإنما الزمن يدور، والحياة تسير، والسفر طويل، والزاد قليل. وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي مناد: يا ابن آدم، يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني إلى يوم القيامة لن أعود. انقضى رمضان وبقي الرحيم الرحمن، انقضى رمضان وبقي الإيمان، انقضى رمضان وبقي القرآن، انقضى رمضان وبقيت العبادات وذكر الرحمن، انقضى رمضان وبقي البر والإحسان، انقضى رمضان كأي شيء ينقضي، فكل شيء إلى فوات، وكل جمع إلى شتات، وكل حي إلى موات. عباد الله، ndugu zangu Waislamu, tumetoka katika mwezi wa Ramadhani. Umeisha mwezi wa Ramadhani kama vinavyoisha vitu vingine, umeondoka mwezi wa Ramadhani kama vinavyoondoka vitu vingine. Umeondoka mwezi mtukufu kama wanavyoondoka watu watukufu. Ni watu wangapi watukufu wenye thamani kwetu sisi tumewaaga na tumewazika? Je, kuna mabadiliko yoyote ya dunia yaliyojitokeza? Je, mwezi umebadilisha ratiba yoyote ambayo ulikuwa nayo? Je, kuna ukame wote umetokea kwa mabadiliko yaliyojitokeza Ramadhani? Bila shaka hakuna mabadiliko yoyote yaliyojitokeza kwa kuondoka zama fulani wala kwa kuondoka mtu fulani. Tambueni ndugu zangu Waislamu, maisha yanakwenda mbele na maisha ni mafupi, na safari iliyoko mbele yetu ni ndefu mno, na maandalizi tuliyokuwa nayo ni machache, hayakidhi vigezo tunavyovielekea. Wallahi, maisha yanayokuja huko mbele ni magumu mno. Ikiwa njaa inatupeleka mbio namna hii, mnatarajia maisha yaliyoko kaburini tutakwenda kuokoka nayo kivipi? Ndugu zangu Waislamu, hakuna siku yoyote inayoingia, hakuna siku yoyote inayochomozewa na alfajiri isipokuwa kana kwamba kuna mtu anaita, anapiga kelele: ewe mwanadamu, mimi ni kiumbe mpya, mimi ni kiumbe mpya, na mimi juu ya matendo yako ni shahidi, basi nitumie vizuri. Hakika mimi sitarudi tena kwako wewe mpaka siku ya Kiyama. Hivi ndivyo masiku yanavyotuambia kila siku. Na Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ana maneno yake alisema: ya ibn Adam, inma anta ayyamun, ewe mwanadamu, hakika wewe ni masiku. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka, basi tambua ya kwamba kila inapopita siku fulani imeondoka sehemu yako wewe. Kuonekana kwamba mwaka huu utaondoka mkono, mwaka unaofuata vidole, mwaka unaofuata macho, mwaka unaofuata kichwa, kisha mwaka unaofuata miguu, mpaka mwisho utaisha, na kuisha kwako ni kufa. Ndugu zangu Waislamu, tumepita katika mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameupa fadhila nyingi mno, fadhila ambazo hazipatikani katika mwezi wote. Sasa tutambue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka hii misimu kwa ajili ya kumpa mwanadamu au Muislamu uchangamfu wa ibada, na sio kwamba afanye ibada ndani ya msimu huo tu, sivyo hivyo, bali ni msimu ambao Allah
amepunguza vile vizuizi ambavyo vilikuwa vinamzuia Muislamu kufanya mambo ya kheri katika miezi mingine. Allah anamuondoshia uzito ule katika mwezi wa Ramadhani ili afanye mambo ya kheri yaliyokuwa mengi zaidi. Mwezi wa Ramadhani umeisha, lakini yule uliokuwa ukimwabudu ndani ya Ramadhani bado yupo. Ramadhani imekwisha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yupo hai, na Allah subhanahu wa ta'ala hafi. Ni kipi ambacho huwa kinabadilisha hali zetu baada ya Ramadhani? Ibadallah, tukague nyoyo zetu vizuri, tuzichunguze nyoyo zetu. Hivi kweli ndani ya Ramadhani huwa tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala au kuna kitu kingine? Ibadallah, laqad 'allamana dinuna anna al-ibadata la tanqati' wa la tanqati biintihai mawasimiha, fama yakadu yantahi mawsimun illa fataha Allahu lana mawsiman akhar. Hakika imetufundisha dini yetu ya Uislamu ya kwamba ibada hazikatiki wala haziishi kwa kuisha msimu fulani. Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake akatuwekea utaratibu ambao utakuwa ni sababu ya sisi kuingia peponi pasina uzito. Basi ikawa haukaribii kuisha msimu fulani, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaufungua msimu mwingine ili waislamu waendelee kuchuma matendo ya kheri. Fabimujarrad intihai akhir lailatin min Ramadan, kwa kuisha tu mwisho wa usiku wa Ramadhani, yani kwa kuisha ule usiku wa mwisho wa Ramadhani, badaat bashairu mawsimi alhajj, huwa zinaanza na zinadhihiri bishara za misimu ya hija. Yani unakuwa umekosha kuingia mwezi wa Shawwal, wa huwa al-ashhuru al-ma'lumat, na msimu wa hija ndio miezi maalum. Fi qawlihi ta'ala, katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema al-hajju ashhurun ma'lumat, hija ina miezi maalum. Wa awwaluha biittifaqi ahli al-ilmi huwa bidayatu shahri Shawwal, na mwanzo wa miezi hii maalum kwa makubaliano ya wana wa chuoni ni kuingia kwa mwezi wa Shawwal. Ibadallah, tunataka nini tena Allah subhanahu wa ta'ala tufanyie? Ikiwa Allah ametuletea Ramadhani, tumefaidi mambo mengi ndani ya Ramadhani, basi tuidumishe neema hii kwa kuendelea kuishi nayo baada ya Ramadhani. Na katika alama za kuonesha kuwa mtu amekubaliwa matendo yake ni kuendelea kuyafanya matendo ya kheri, tena kwa hali nzuri zaidi kuliko ile aliyokuwa nayo, hasa ile aliyokuwa nayo kabla ya Ramadhani. Inatakiwa baada ya Ramadhani uwe na hali nzuri kuliko ile uliyokuwa nayo katika mwezi uliokuwa kabla ya Ramadhani. Hiyo ndio alama ya kuonesha kuwa wewe ulichokifanya ndani ya Ramadhani kimekubaliwa. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum marratan thaniyatan bitaqwallahi azza wa jalla. وسن لنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بعد رمضان صيام ستة أيام من شوال، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. Ndugu zangu Waislamu, ametusunishia Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga masiku 6 baada ya Ramadhani, nayo ni masiku yaliyopo ndani ya mwezi wa Shawwal. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika maneno yake, yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhani kisha akafuatisha masiku 6 ya Shawwal, na hii kisha ikawa ni sababu ya wana wa chuoni kutofautiana. Wakatafsiri wana wa chuoni
kuhusiana na yule ambaye hakufunga mwezi wa Ramadhani kamili. Je, ataanza kufunga masiku sita ya Shawwal au atalipa madeni yake ya Ramadhani kisha ndio afunge Shawwal? Au kama mwezi wa Shawwal utakuwa umeisha, basi ndio habari yake imeishia hapo? Iliyokuwa aula na ndio kauli ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, kwamba mtu atakapokuwa amemaliza mwezi wa Ramadhani, yani mwezi wa Ramadhani umeisha, kisha akawa na madeni ya Ramadhani, basi atangulize kwanza kulipa madeni ya Ramadhani, kisha baada ya hapo ndio ataangalia, je, kuna masiku ya Shawwal yaliyobaki, na kama hamna ndio habari imeisha. Allah subhanahu wa ta'ala kama hakufanya uzembe, basi Allah atamlipa hata kwa nia yake. Lakini mtu asifunge sunna hali ya kuwa ana madeni ya faradhi. Wa dainullahi haqqu an yuqda, na deni la Allah subhanahu wa ta'ala lina haki zaidi ya kulipwa. Kwa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kisha akafuatisha masiku sita ya Shawwal, hii kisha inaashiria ya kwamba Ramadhani ameikamilisha huyu. Haiwezekani mtu kafunga siku 25 za Ramadhani anadaiwa siku 5, kisha Ramadhani ilipoisha akaanza kufunga sita eti na yeye aingie kwenye kundi la kisha. Hii haiko sawa. Kwa hiyo yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhani kisha akafuatisha masiku sita ya Shawwal, yani baada ya kukamilisha Ramadhani, kana kasiyami dahri, huyo atapata malipo kana kwamba amefunga mwaka mzima. Na hivyo ni kwa sababu jema moja linalipwa kwa 10. Kwa hiyo ikiwa jema moja lina 10, kwa hiyo mema, kwa hiyo mtu ikiwa amefunga siku 36, manake siku za Ramadhani 30 kuongeza na siku sita za Shawwal inakuwa ni siku 36. 36 ukizidisha mara 10 ni sawasawa na 360, na hizo ni siku za mwaka mzima. Kwa hiyo atakayefunga siku hizo 36 ni kana kwamba amefunga mwaka mzima kwenye upande wa malipo. Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe tufunge siku hizo sita na atulipe madeni yaliyopo kwenye Ramadhani, na vile vile tuendelee kufanya matendo ya kheri zaidi ya vile tulivyokuwa tukifanya kwenye Ramadhani na kabla ya hapo. Ndugu zangu Waislamu, walaysa linqidai ibadati ghaya, hakuna ukomo wa ibada ikiwa mtu yupo hai, isipokuwa pale ambapo atakapofikwa na mauti. Na hili amelisema Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba hakuna mipaka ya ibada kwa mtu aliyekuwa hai, pale aliposema wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ewe Muhammad, muabudu Mola wako mpaka kikufikie kifo. Kwa hiyo mtu ambaye amepata likizo ya ibada ni yule ambaye amefikwa na malakul mauti. Allah subhanahu wa ta'ala aturudishe tukiwa salama, na atuzidishie kheri, na tufanyie wepesi kwenye kila ambalo linatukurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ruddana ilayka maraddan jamila. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wa aqimis salat.